Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Rumi chakula chao ni maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaambiwa kwamba watu wa mwilini chakula chao kinaitwa viungo vya nyama vya Misri na matikiti maji ya Misri. Tuko pamoja eh? Amen. Wanakula kiasili na mili yao ni mikubwa sana. Tuko pamoja? Amen. Watangaze wokovu, wasitangaze wokovu, yani wameokoka au ni wapagani, haijalishi. Mradi tu wewe ni mpenda viungo vya nyama na matikiti maji. Anasema kwa vyakula hivi wewe ni mtu wa wapi? Wa Misri. Mwili wako ni mwili wa asili. Vua. Kuvua ni kuacha ni kufunga. Chakula chako kinabakia kuwa ni chakula cha Kanani, sio cha jangwani. Jangwani kwa kujaribiwa pale. Chakula cha Kanani ni maziwa na asali. Semeni chakula cha Kanani ni maziwa na asali. Cha Kanani ni maziwa na asali. Sasa maziwa na asali yanakufanya tu uwe kama kisanga. Unacheza nini? Hakuna hiki kitu. Hakuna hiki kitu. Unacheza nini wewe? Wa hili kule ukiwa Misri namna hii. Alafu unapotembea uko kanisani hapa unasema hivi, nataka demonstrate. Mungu alisema kwamba ni shangwe haleluya, shangwe haleluya, we haleluya, we hale. Alafu hapa unabariki, unafanya hivi, shangwe haleluya, viungo vya nyama, matikiti maji, viungo vya nyama, matikiti maji. Sisi hapana, tunasema viungo vya nyama, matikiti maji huko. Sasa maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kula kwa kiasi na vyakula ambavyo sio vigumu. Bwana asifiwe sana. Vyakula ambavyo sasa, kuna wakati fulani katika mapito yangu ya kujifunza kufunga, ikafika mahali nikasema, mbona Mungu hivi vyakula vigumu ananigombeza? Sasa mimi nikafanya kama vile nimekasirika. Mimi nitakuwa nakula vyakula laini tu, uji, supu hizi, soda tu kama hivi. Nikafika hapa, sauti kashuka kutoka mbinguni ikasema, sasa umekuwa Isaya, sasa umekuwa Isaya. Kumbe Isaya alikuwa amejitenga na vyakula vigumu. Alikuwa amejitenga na vyakula vya kifalme, alikuwa nakula mtama. Vyakula vya mtama, Daniel, Meshach, Shadraka na Abednego. Vyakula vya kifalme, vyakula vya kifahari. Acha kula mtama. Ndio vyakula vya Kanani. Mtama, maziwa na asali. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sasa tulikuwa tunajifunza juu ya aina tatu za mwili. Mwili wa asili ambao vyakula vyao ni viungo vya nyama na matikiti maji na ni wakubwa wanene. Mwili wa pili ni mwili wa jangwani, ule ambao bado una sheria ya Mungu, lakini mwili una nguvu kuliko sheria ya Mungu. Wale wameambiwa kwa sheria kwamba acha matikiti maji na viungo vya Misri, bado wanavifikiria, wanavipenda na kuvitamani na wanataka kuvirudia. Sasa Mungu halazimishi, akamwambia Musa, wanakusumbua, wanataka kurudi Misri kwenye viungo vya nyama na matikiti maji. Asema kuna shida, nitawarudisha kistaili. Haya, weka fimbo, nyosha. Akanyosha, ardhi kachama, wakaingia. Asema rudini Misri kwenye viungo vya nyama na matikiti. Wakristo wote ambao wameokoka na wamezekea wakila na wakiota vitambi, nataka nikwambie ni kwamba jangwa lishachanika na walishamezwa huko, na ni jana inasubiri kaungue moto wa milele, lakini kuzimu ndio wanaishi. Amini, nataka nikwambie, nakwambieni, anayenisikia amini hili, kwamba watu ambao wamefika ngazi ya waskofu na wachungaji wamevimba matumbo, ninakwambia na hili Mungu nipiganie,
nishuhudie, wajue kwamba ni kweli. Nazungumza, sizungumzi juu ya shirika, kwa sababu washirika wengine wameokoka jana na wameokoka ukubwa na wana mavitambi, wale hapana, siwasemi. Nazungumza ambao wamefika ngazi ya waskofu na uchungaji na wana mavitambi. Hao nataka nikwambie, wamemezwa kwenye shimo la jangwani, jangwa la Sinai. Ni watu wa kuzimu, watu wa jehanamu, ninakwambia. Na Mungu akasema vitambi vyao ni jeraha la mauti zao. Sema mwili wa mauti. Kitu gani kimemuua? Sema tazama jeraha, kitambi. Ishara, jeraha ni ishara. Kitu gani kimemuua? Ni risasi, ni kisu au ni gongo? Utajua lile jeraha kwamba ni la gongo, alipigwa gongo akafa. Aha, hili ni kisu, amechomwa kisu akafa. Aha, hili ni risasi, amepigwa risasi akafa. Aha, hii ni sumu, ila sumu haina jeraha. Tuko pamoja mpaka hapo? Mpaka postmortem. Lakini hizi sasa za ajabu ajabu zingine ambazo zimehitaji, mtu akiona tu kwamba silaha la mauti yake ni hii. Sasa walio mwilini, silaha kwamba yuko mwilini, silaha iliyomuua kwamba ni mtu ashakufa, haiko rohoni. Kitambi chezeni. Wewe ukiona tu usihangaike. Nakwambia Roho wa Mungu atanishuhudia. Wanaosikia haya na wana hii, na huko ni maskofu na wachungaji, wajipime, kwa maana rehema za Mungu ni nyingi. Ukisikia mafundisho machanga kwa mimi hapa, mtumishi wa Mungu, haya machanga yatakuponya. Yako makubwa ambayo umebobea mpaka vyuo umesoma huko, lakini bado amekuvimbisha tumbo kwa viungu vya nyama na matikiti maji. Mimi sielewi, lakini Roho wa Mungu anasema wanaovimba matumbo ni wale ambao wanaendelea na viungu vya nyama na matikiti maji ya Misri. Kwa vipi? Na huko jangwani? Hapana, waisharudi huko, waishafukiwa wakarudi Misri. Amen. Haleluya. Wanafaidi viungu vya nyama na matikiti maji na huko wanaonekana huko jangwani, kumbe wako Misri tayari. Unajua nini? Mavitambi ni wanazidi kutuna. Anasema jeraha la mauti ni kitambi na mashavu manene. Kuna mashavu anasema ni jeraha la mauti. Kuna tumbo jeraha la mauti. Nenda kasome kwenye Biblia juu ya jeraha la mauti. Yaani kitu gani kimemuua mtu huyu? Huyu mtu ameshakufa. Sasa kitu gani kimemuua? Jeraha la mauti ni nini? Jeraha la mauti ishara kwamba amekufa. Tambi kubwa, mashavu makubwa, matako mpaka huku. Mwanaume mzima ana tumbo kama mwanamke mwenye mimba. Aibu sana. Anasema Kristo alikufa mwana utadhani ni mzizi ndani ya ardhi kavu. Anasema umwonapo hata uwezi kumtamani. Haleluya. Dunia haitamani wembamba, inatamani wanene. Mnanielewa hii? Amina. Dunia haitamani wembamba, inatamani wanene. Lakini kinachoshangaza, eti katika mashindano ya Mrs. Tanzania au Mrs. World, Mrs. Dunia, eti wanamtaka mwembamba. Hapo ndio amenichosha. Amen. Unakuta mibaba na mimama matumbo huko, ndio eti wanamwasesi Mrs. Tanzania. Mrs. Tanzania mwembamba. Tete mwembamba. Mwembamba, huyu ndio mshindi. Ule ni unabii wa Mungu tu. Kwamba kinachotakiwa ni hiki, sio pumbavu wenu. Haleluya. Amen. Lakini nenda kwa mamisisi Tanzania wanavyopata kazi ya kutunza ule mwili. Na kishapata taji toka Miss Tanzania, msubiri miaka 2, anashindwa kuendelea. Ndio ile jema anayotaka kufanya siwezi. Lakini ile baya atarudi, atakula na kuwa mnene na atakuwa bonge ya mama na tambi mpaka kule. Atakuwa anatembea mpaka pressure na kisukari kitammaliza. Cheza nini wewe? Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Sasa aina 3 za mwili tumeziona, kwamba mwili wa 3 unaitwa ni mwili wa Kanani au mwili msulubiwa. Mwili wa Kanani au mwili msulubiwa au hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Au hekalu la nani? La Roho Mtakatifu.
kwa maana Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mwili uliosulubiwa. Walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili, na ndio hao wenye roho wa Kristo. Na yule siye na roho wa Kristo, huyo sio wake. Wafuatao wa mwili hawampendezi Mungu, lakini wale walio na roho wa Kristo ndani yao, ina maana kwamba haufuati mwili. Kufuata mwili ni kula viungo vya nyama na matikiti maji sana, hawa wanaofuata mwili. Lakini walio na roho wa Kristo ndani yao wako Misri, wao ni maziwa na asali, sio viungo vya nyama na matikiti maji. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na mtama pale pale.